Kwa maana gani wachezaji wa kuingia uwanjani au kuchezwa kwa mantiki? Wameingia uwanjani, wamecheza, wamefanya vizuri majukumu yao, lakini game ile haijachezwa nje ya uwanja. Unapoangalia hata wenzetu goli walipata lile pale, ni goli ambalo limepatikana la nje ya uwanja, umeelewa? Na sisi wana Simba kama tungekuwa na unity, kama tunasema kila siku united unity, umeelewa? Simba nguvu moja. Kama tungekuwa na umoja, maana tunazungumzia sisi mashabiki wa Simba Sports Club. Sisi tunawapa kila kitu viongozi. Viongozi wametupa tuende katika mechi zetu, tunaenda. Viongozi wakituita tuende kwenye maparedi, tuende Yanga pale tukachimba dawa, tunaenda. Viongozi wakienda wakituita sana tuende sehemu yote, tunaenda. Lakini viongozi wa Simba inaonekana sisi tunawakumbatia, lakini wao wana kama viongozi wanashindwa kutukumbatia sisi mashabiki, kwa sababu wanashindwa kutupa sisi ambao tunakihitaji. Sio leo bwana mtangazaji. Mimi nirudi kwa kabla sijafunga, tukiwa tunaelekea ukingoni. Nyie mmecheza mechi hii kama anavyozungumza kwamba wao wameshindwa kucheza mechi. Nyie mmecheza mechi. Hizo ni habari za kufikirika, lakini sisi tunaamini kwamba sisi tumeshinda kwa sababu ya vitu vitatu. Kwanza, ukiangalia fitness level ya kwetu sisi na wao, umeelewa, tofauti. Ukija ukiangalia quality ndio imeamua. Kile kichwa alichopiga kwa Ngwanda, umeelewa, mtu kama Dumbi anaweza akipiga anavunjika pale pale. Kwamba Ibrahim Dumbi akipiga tu hicho kichwa bwana, na alipiga kimoja kilimkosa kosa, kuna kosi moja ili kaka mimi nasema kwa hali ya jana, mchezo wa jana ulivyotokea, kwa lolote analozungumza mwana Yanga litakuwa ni jibu, kwa sababu wewe mwana Simba utajibu nini? Umefungwa, umeelewa? Kama umefungwa na hali ya mchezo unaona kabisa kwamba hapa Simba ilikuwa na uwezo kupata matokeo, lakini sasa sijui kwamba shida ilikuwa ni hata unashindwa kuelewa. Wachezaji wamepata pressure, umeelewa? Labda kutoka, kwa sababu ukiangalia ndio maana tunasema hata viongozi wenyewe wa Simba ni watu ambao hako makini. Hivi Selemani Mwalimu tulimtoa Wydad, akaja Simba pale, akala ugali wetu. Akala ugali wetu, amecheza mazoezi pale Simba. Saa 5 usiku anatoka kambini. Na baada ya kutoka kambini kuna baadhi ya kiongozi ambao anailinda ile timu, anaulizwa hajui. Anajua kabisa kwamba aliulizwa kiongozi nani basi gani ule meneja wa timu Imamu, akasema kwamba jamaa yuko ndani kalala. Yuko ndani kalala kumbe toka tayari, umeelewa? Kwa hiyo tunasema kwamba kambi ya Simba inafikika kirahisi. Yaani hii kambi ya Simba unaweza kuifanya chochote, umeelewa? Kama mchezaji anatoka ndani ya kambi halafu wewe usijue, umeelewa? Kuifanya chochote ni Yanga. Mwingine ni nani? Ndio tukasema nini kwamba sisi uongozi wetu sisi ule pale wa Simba Sports hautufai, kuanzia Mangungu Mo mwenyewe juzi, kama tukafanya juzi, ndugu yangu mwandishi wa habari pale juzi, wanatuhimiza watu tuvae jezi mpya, umeelewa? Tuvae hata jezi ya Simba, ya mali za Simba, umeelewa? Tunaenda uwanjani, mwenyekiti wa klabu ambaye ndo tumempa mamlaka ya kusimamia klabu yetu, yeye hajavaa jezi. Hapo anatuhimiza sisi tuvae jezi. Hivi unaona kama inaingia akilini? Ndio maana tunasema kwamba huma Mungu somo zetu na hatufai. Baada ya kutoa habari na kuomba kitu kimoja. Maneno ambayo tunazungumza ni maneno ya ukweli, kwa sababu sizungumzi mimi peke yangu kama nasema na Simba. Maneno ambayo nazungumza mimi ni maneno ambayo yanagonga vichwa vya Simba wengi walikuwa ndani ya Tanzania. Na tunaumia. Na utolea mfano. Baada ya Mwalimu kutoka pale Simba juzi, umeelewa? Asubuhi kama saa 3 napigiwa simu kutoka nyumbani na mdogo wangu mimi, ananiambia bwana Basa vipi, nasikia Mwalimu ashaondoka nenda Yanga. Kweli si kweli? Namwambia bwana mdogo wangu ni kweli, ile swali ni kweli. Mwalimu kaenda wapi? Kaenda Yanga. Na hilo limetokea baada ya mimi kuja hapa asubuhi, umeelewa? Nikaambiwa nipange kikosi cha Simba Sports Club. Baada ya kupanga kikosi cha Simba Sports Club nikaambiwa nipanga kikosi. Na nikamweka Mwalimu. Nikamweka na Mwalimu. Kuna mjumbe akaja akasema kwamba wewe umekosea. Na tunaomba tukoche utuombe radhi. Kwa nini? Mwalimu unaona mtaji unamweka kikosi chako. Sasa hivi ni mali ya Yanga Afrika. Baada ya Mwalimu kutambulishwa ndani ya klabu ya Young Africans, nimezungumza na wanasimba mbalimbali na wakazungumza kwamba Mwalimu alikuwa ni second option ya kocha Steven Baka. Kwa hiyo kuondoka kwake hakuna athari yoyote ndani ya klabu ya Simba Sports. Kwako imekuwaje? Kaka, hilo sio kweli. Unapozungumzia Mwalimu unamzungumzia mtu ambaye ni top scorer wa Simba. Umenielewa? Ni kweli alikuwa anaingia ni second nini wasema? Second choice, umeelewa? Ni mtu ambaye alikuwa anasika ni chaguo la pili kwa Mwalimu, au sio? Lakini anapoingia ndani ya Simba Sports Club, ndani ya timu anaonyesha madhara, umeelewa? Mtu anaingia dakika 70. Baada ya kuingia dakika 70 anafunga goli. Na kuja kuangalia ni top scorer. Lakini juzi nashangaa anakuja kiongozi mkubwa wa Simba.
bwana nani huyu Magoli anakuja kuambia mwalimu sio wote si chochote. Mwalimu sio wote si chochote, wakati juzi unatuaminisha mamilioni wa Simba Sports Club pale tuko Simba Day kwamba huyu ni mchezaji wetu na umemtambulisha. Umeelewa? Unapozungumza swala kama hili wewe kama kiongozi, umeelewa, unatumia akili au unatumia kitu gani? Ndio maana tunasema kwamba viongozi wa Simba wamezoea sisi kututukana, umeelewa, na kutudharau, umeelewa. Lakini tukizungumza mimi kitu kimoja, kama tunashirikiana kwenda Yanga pale kuchimba dawa, kama tunashirikiana kwenda uwanjani, umeelewa. Lakini wao mtu anataka kutoka kazungumza neno lolote, umeelewa, huku anaambia kwamba wenzao ni wana afya akili. Mimi ninachozungumza bwana ni kitu kimoja bwana Jafet, nikombe swala moja, maneno haya ambayo nataka kuzungumza hapa, umeelewa, naomba ukayarushe. Kivipi? Mimi namuomba waziri wa michezo kama yupo anasikia vizuri, umeelewa. Namuomba Mama Samia, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, mheshimiwa mama, umeelewa. Hili ni swala mtambuka. Kama ni swala mtambuka kwamba Simba tumelishindwa, umeelewa, waingilie kati swala hili la kumtoa Mangungu, la kumtoa Magoli, la kumtoa na Mo. Kwa sababu mimi naamini kabisa kama Mo akiondoka pale Simba Sports Club tutakuwa na mafanikio. Kuna wengine wana Simba ambao kidogo wanafikiriana mabaya. Kwa hiyo Miraji, nikukatishe, wanaozungumza kukwamisha mchakato wa mabadiliko ndani ya klabu ya Simba Sports ni hao unaowataja au ni wale wanaowataja wao ambao wanawakwamisha viongozi? Kaka, wanaokwamisha mabadiliko ya Simba Sports Club si wanachama wa Simba Sports Club, ni viongozi wa Simba Sports Club, kwa sababu hao ndio tumewapa mamlaka kusimamia, umeelewa. Kama ndio tumewapa mamlaka kusimamia, kwa nini wanachama kulifikisha hili jambo mbele? Ni kwamba wao sana fanya nini, wameshindwa. Na wakizungumza swali moja mpaka hapa tunapozungumza sasa hivi, Mangungu mimi simtambui kama mwenyekiti wa Simba Sports Club. Kwa nini? Unamtambua kama? Simtambui. Unajua mimi simtambui Mangungu. Kuna sababu nyingi za yeye kujiuzulu ndani ya Simba Sports Club. Kwa nini nazungumza hivyo? Kufungwa mara 6 mfululizo na mtani wako, hiyo ni sababu ya kwanza. Hii hujajumlisha hii mara ngapi? Hii ajana tulivunja. Kwa hiyo kufungwa mara 6 mfululizo na mtani wako ukiwa kama mwenyekiti hafu hujajiuliza, umeelewa, hiyo ni swala la kwanza kutoka katika uongozi. Kwa sababu sisi wana Simba tunakaa hapa, umeelewa, tunachotaka sisi sio kwamba tule kwa ndani ya Simba tule na ya kutoka Simba. Sisi tunanunua asset la Simba, umeelewa. Sisi tunachangia Simba, umeelewa, kununua jezi, umeelewa, ili tupate furaha, umeelewa. Kama furaha sipate nafunga mafuta mfululizo, umeelewa, wewe unatosha kama kiongozi. Kuna lingine kuhusu wanachama. Huu ni mwaka wa 9, tunazungumza mwaka wa 9. Kadi za wanachama Simba Sports Club hazitoki. Mimi ni mhanga mmoja wapo na nitafuta kadi ya Simba Sports Club ya wanachama. Sipati. Huu ni mwaka wa 9. Juzi anasimama Mo asema kwamba mimi ndio swala lipo kwangu, kwamba lipo kwa nani? Lipo kwa Mangungu. Kashindwa kulitimizia hili swala. Ni swala ambalo anafanya nini? Linamfanya yeye hawezi kujiuzulu ndani ya uongozi wa Simba Sports Club. Swala lingine, umeelewa, ni kuota ndoto. Yaani kuishi kwa ndoto. Kaka, mimi siamini kuishi kwa ndoto. Kwa sababu ndoto nyingine unaziota ukiwa macho. Asubuhi saa 12 unaamka unaota ndoto, umeelewa. Wewe unaota ndoto ya kuwa namba 1 barani Afrika. Una mchezaji kama huyu Dumbia, umeelewa. Unakutana na mtu kama nani, wale chama Yanga juzi, Yanga Day, wale wakina hiyo lafu ile ni timu ambayo imetimia kila idara, umeelewa. Wanaweza kufunga ukiwa nyumbani kwako, wanaweza kukufunga ukiwa nje kwao, ukiwa nyumbani kwao, umeelewa. Wao unasema kwamba unataka uende kaoto wote uchukue ubingwa. Unakujaje huo ubingwa wa Afrika bila kujiandaa na wachezaji wazuri? Ni maana sema nini, hawa ni viongozi ambao wanatutafuna. Kama Mama Samia, kama waziri wa michezo ananisikia mimi, Bwana Mwanjuma pamoja na Makonda wananisikia mimi, naomba swala hili walishughulikie. Swala hili linatuumiza, mwisho wa siku tutauana. Kwa swala hiyo unaona ndio swala kawaida. Maana tayari ushaona dalili za mara ya 6 sasa kabeba. Kaka, sio mara 6. Kama tutaendelea hivi, Yanga anaweza kulichukua kombe hata mara 10. Kama mtaendelea hivi. Kama tutaendelea hivi, Yanga wanaweza kulichukua kombe hili hata mara 10. Kwa sababu sisi wana Simba tunaonekana viongozi wetu. Yaani naweza kutumia lugha ambayo kidogo ni ngumu. Yaani viongozi wetu sisi wana nini? Yaani ni kwamba wanashindwa, umeelewa, kuongoza klabu, umeelewa, katika misingi ambayo inatakika, umeelewa. Sijui mwandishi wa habari nakuelewa vizuri. Bwana, kutokana na muda wetu kututupa mkono, Bwana Miraji, najua unayo mengi ya kuzungumza, lakini kwa hiki ulichokizungumza na imani kinafika sehemu husika, linabaki sasa wao jukumu lao ni kuyafanyia kazi. Ilikuwa ni Kariakoo hapa gerezani, sisi tumewatembelea wadau wa sports, na hii ni mara baada
baada ya ngao ya jamii kumalizika pale uwanja wa New Amani Complex visiwani Zanzibar, Young Africans wameondoka nalo tena kwa mara nyingine. Nikinukuu kauli ya rais wa klabu ya Young Africans, alizungumza kwamba kuna mtu alipita nalo pale Jangwani, ili sasa inaweza ikawa ni sehemu ya kulirejesha lile ambalo lilikuwa limepelea ndani ya kabati. Ngole kwa na Young Africans kutokea gerezani. Mimi sina la ziada, langu jina Jafet Mpango, niseme tu asalamu alaikum na uwe na majukumu mema.